Leo ni Jumatano, kanisa linafanya sherehe ya kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji. Injili inayotuongoza katika tafakari yetu inatoka kwa mwinjili Luka sura ya 1 aya ya 57 hadi ya 66 na aya ya 80. Ndugu wapendwa, leo kanisa linaadhimisha sherehe ya kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji. Sherehe hii ni ya kipekee sana kwa sababu kwa kawaida kanisa Katoliki halisherekei siku za kuzaliwa za watakatifu, bali siku za kufa kwao. Sababu ni kwamba siku ya kufa kwa mtakatifu ndiyo siku ya kuzaliwa kwake mbinguni. Ni siku ambayo amemaliza mbio za maisha ya hapa duniani na kuingia katika utukufu wa Mungu. Ndiyo maana kanisa hukumbuka na kusherekea ushindi wao wa mwisho. Lakini kuna watu watatu tu ambao kanisa linaadhimisha kuzaliwa kwao, ambao ni Bwana wetu Yesu Kristo, Mama Bikira Maria na Yohane Mbatizaji. Tunasherekea kuzaliwa kwa Yesu kwa sababu ndiye mwana wa Mungu na mwokozi wa ulimwengu. Kuzaliwa kwake kulileta wokovu kwa wanadamu wote. Tunasherekea kuzaliwa kwa Bikira Maria kwa sababu tangu mwanzo wa maisha yake alichaguliwa kuwa mama wa Mwokozi. Mungu alimwandaa kwa kazi hiyo kuu katika historia ya wokovu wetu. Na leo tunasherekea kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji kwa sababu alikuwa na nafasi ya pekee sana katika mpango wa Mungu wa wokovu. Yeye ndiye aliyekuwa daraja kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Alichaguliwa kabla hajazaliwa ili amwandalie Bwana wetu Yesu Kristo njia. Kuzaliwa kwake kulijaa ishara za pekee. Mama yake Elizabeti alikuwa tasa na mwenye umri mkubwa. Baba yake Zakaria alipoteza uwezo wa kuzungumza hadi mtoto alipozaliwa. Hata akiwa tumboni mwa mama yake, Yohane aliruka kwa furaha aliposikia sauti ya Maria aliyekuwa amembeba Yesu tumboni. Matukio haya yote yalionyesha kuwa mtoto huyu alikuwa na utume wa kipekee kutoka kwa Mungu. Lakini jambo kubwa zaidi kuhusu Yohane Mbatizaji si jinsi alivyozaliwa, bali ni jinsi alivyoishi. Maisha yake yote yalikuwa kama kidole kinachoelekeza watu kwa Kristo. Alihubiri, alibatiza, alikusanya watu wengi sana, na alikuwa na ushawishi mkubwa kiasi kwamba watu walijiuliza kama ndiye Masihi aliyekuwa anasubiriwa. Angeweza kutumia umaarufu huo kwa manufaa yake mwenyewe. Angeweza kujifanya kuwa ndiye mkombozi, lakini Yohane hakufanya hivyo. Kila mara aliwaelekeza watu kwa Kristo. Alisema, mimi siye Kristo, na baadaye akasema maneno ambayo yanaonyesha unyenyekevu wake mkubwa. Alisema, Kristo hana budi kuzidi kuwa mkuu na yeye kupungua. Yohane alielewa kwamba yeye ni sauti tu, lakini Yesu ndiye neno. Yeye ni taa inayowaka kwa muda, lakini Yesu ndiye nuru ya ulimwengu. Yeye ni mtangulizi tu, lakini Kristo ndiye Mwokozi. Ndugu zangu, hili ndilo somo kubwa kwetu leo. Je, maisha yetu yanawaelekeza watu kwa Kristo au yanawaelekeza watu kwetu sisi wenyewe? Katika familia, kazini, kanisani na katika jamii, watu wanapotuona wanamuona Kristo au wanatuona sisi tu? Wakati mwingine tunafanya mambo mazuri, lakini tunatafuta sifa na pongezi. Tunataka watu watukumbuke sisi kuliko Mungu. Yohane anatufundisha kwamba Mkristo wa kweli ni yule ambaye maisha yake yanakuwa kidole kinachoelekeza watu kwa Kristo. Mzazi mzuri ni yule anayewaongoza watoto wake kwa Kristo. Padri mzuri ni yule anayewaongoza waumini wake kwa Kristo. Kiongozi mzuri ni yule anayewaongoza watu kwa Kristo, na Mkristo mzuri ni yule ambaye kwa maneno na matendo yake anawasaidia wengine kumjua Kristo zaidi. Leo tunapoadhimisha kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji, tumuombe Mungu atujalie neema ya kuishi kama yeye. Tusiwe watu wanaojitafutia utukufu wao wenyewe, bali tuwe kama kidole kinachoelekeza watu kwa Kristo. Watu wakituona wamuone Kristo. Watu wakitusikia wamsikie Kristo. Watu wakikutana nasi wakaribishwe kwa Kristo.
na kama Yohane Mbatizaji tuwe tayari kusema kila siku, yeye hana budi kuzidi kuwa mkuu, nami kupungua. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.